Karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuwa nasi kwenye taarifa za Dira ya Wiki, tukiangalia hali ilivyo kaskazini mashariki mwa nchi. Tunajua walimu wameuawa katika sehemu hizo, si mara moja, si mara mbili, mara kadhaa walimu wameuawa. Binafsi unadhani suluhu itakuwa ni ipi? Reverend Harrison Kosgei unasema uko Lesos, Nandi County. Kwangu mimi nasema bado na inafaa serikali imarishe mipaka na ulinzi thabiti. Pili, serikali inafaa iweke kambi ya jeshi kila lokesheni pale Northern Kenya, na ujasusi na ripoti ya ujasusi ifuatiliwe kila dakika. Hiyo tu ndio itakuwa suluhu ya kudumu. George Wamalwa unasema kuwapa walimu silaha haitaimarisha usalama. Serikali jizatiti kuimarisha usalama bali sio kupeana silaha kwa raia. Peterlis Opio unasema serikali inafaa kuwapeleka walinda usalama kaskazini mwa Kenya kwa wingi badala ya walimu kupewa bunduki ambayo inaweza kuwa chombo cha walimu kuadhibu watoto na maadui wasio washambulizi. Kwanza kabisa unaona vipi kuhusiana na pendekezo hilo, na mpewe silaha kabla ya kurudi? Hiyo pendekezo ni mbaya kwa sababu mimi nitakuwa najua kwamba ninafanya kazi ya niko na kitabu, niko na chalk ambapo naelekeza kufunza watoto. Kwa hivyo kama nimeweka hapo tena bunduki, sasa serikali itakuwa imenifanya mimi kufanya kazi, it will be now a double job. Wapi Kenya hii kwamba mwalimu lazima kuwe na silaha? Tuko na serikali ambayo inatakana tuchunge sisi tukifanya kazi. Kwa hivyo sasa pendekezo lenu haswa mnaona suluhu itakuwa ni ipi? Kwa sababu sasa mmerudi, mmezungumza na TSC, mwambia mmetaka kuhamishwa. Kwa sababu mkisema kwamba mnataka kuhamishwa, iwe kwamba wafanyakazi wote walio katika sehemu ambako hawakuzaliwa waondolewe pia. Kwa sababu kila mmoja atasema hata sisi huku hatutaki tuondolewe. Je, mkisema kwamba mnaondolewa, kwa sababu ulituambia awali kwamba wewe unataka kuondoa ule ujinga kwa binadamu. Sasa mkiondoka itakuwa ndio suluhu ama wafanyakazi wote tuseme waondolewe? Subeda, kusisemi kwamba ni walimu pekee yao ndio wanataka na waondolewe. Ukiangalia saa hii even the nurses are not in hospitals because that is the threat. Pia wakipata madaktari wanauawa. Lakini sasa ndio nataka kuelewa hapa, kusema kwamba muondolewe. Sasa tuseme raia wote ambao hawajazaliwa katika sehemu hizo waondolewe, itakuwa ni kwa manufaa ya nani? Itakuwa sasa wale tunasema nyi bakini na shida zenu, hiyo ndio suluhu? Ndio tulikuwa tumesema kwamba serikali ni lazima iangalie kwa umakini kwa nini walimu wanaendelea kuuawa. Kwa nini haswa, kwa nini walimu wanaendelea kuuawa? Na walimu ambao wanauawa sio walimu kutoka kwa eneo hizo. Ni walimu ambao wanatoka eneo zingine. Kwa hivyo na sisemi kwamba marafiki zetu wa Somali kwamba wote ni wabaya. Kuna wengine ni marafiki zangu na ni wazuri sana. Lakini kuna wale baadhi yao ambao wanaungana. Ukiangalia vizuri, kuna shule inaitwa Abagdera ambayo hiyo shule iko karibu na Kamudha ambayo hii kitu imefanyika. Shule ya Abagdera kitu ilifanyika ni kwamba wazazi walienda wakaambia walimu wao tokeni. It was 30 minutes to the attack na Kamudha. Na wakaondolewa. Vile waliondolewa hivyo na ataka ikaanza wapi? Kamudha. Police post iko hiyo Kamudha Primary School. Hiyo polisi walikuwa hapo around 5 walitoroka. Nasikia kutoroka walitoroka. Hakuna exchange ambayo askari alifanya na Al-Shabaab. Na walimu wetu wakafanya nini? Mmoja alichinjwa, wengine wawili walipigwa marisasi. Ndio tunasema sisi tume kwa ajili ya walimu. Hatusemi kwamba sisi tunataka tuende ama kila mtu lazima afanye kazi nyumbani kwake. Hii hata haiwezekani. Lakini tunasema kwamba tunataka tufanye kazi kama wafanyikazi wengine humu nchini. Tukue na hiyo security. Okay, asante Bwana Wanyonyi. Ningependa kuiangazia lile mambo ya hiyo vile alikuwa amesema. Ni kweli kwamba si eti wale watu wa maeneo yale wote ni wabaya. Manake mahali kama Bura ambaye mimi hufanya kazi, utapata kwamba kuna wazee wazuri, wazee ambao wanaitilia manani mambo ya security. Huwa wanaweza toa taarifa wakipata.
wakati mwingine tunawauliza kuko vipi mambo ya mmesikia nini, wao wanasema tunaweza pata network na wale wazee ambao wanachunga huko ndani, wakisikia kitu wanaweza arifu. Lakini ningependa kusema hivi, sisi kama walimu ambao tunafanya kazi maeneo yale hatuna imani na ulinzi ya walimu pande ile. That is why unasikia mkubwa wetu wa KUPPET alikuwa anataja mambo ya 24/7 kulindwa, mashule ipewe 24/7 surveillance, yani kulindwa kama vile benki zetu ulindwa. Na sijui kwa nini hata watu wa habari hawachangazia ile pendekezo ambaye huyo mkubwa wetu alitoa, lakini wana insist tu na ile ya bunduki. Ile ya bunduki pia hawa walimu wa Kamude, tuseme kwa mfano, wangekuwa na mabunduki kwa manyumba zao, hiyo masaa ya 2 am 1 am in the morning, angekuwa na bunduki yake angeweza respond. Kama angekuwa na amepewa ile mafunzo ya kutumia ile silaha na aweze kukip pengine kwa nyumba yake, ama atengenezewa sehemu maalum pa kuweka ile kama vile wanaweka katika vituo. Kwa hivyo unaunga mkono? Mimi nasema hiyo pendekezo inafaa iangaliwe kwa undani. Si tu watu wa rubbish na waone. Mimi mwenyewe ningekuwa ninayo ningeweza jidefend. Vile nilisikia waziri wa elimu akisema mwalimu ajitetee, asikae tu hivyo, sijui kama mliona. Sasa mimi nitajiteteaje kama sina ile machinery? Kwa hivyo nataka tukimaliza, mnataka serikali ifanyeje? Ndio wewe sasa wiki 2 zikiisha utatakiwa kurudi kule Fafi, ndio wewe uweze kurudi, uwe fikra zako zimerudi kwa mwanafunzi, uwe una... Kabla hujarudi kwake, kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Hiyo pendekezo ya kuweka maximum security, tuseme hizi mashule silindwe, silindwe mchana. Mwalimu akiwa ndani ya darasa akifunza, anafaa kuona askari akiwa pale ameketi. Vile tunalindwa wakati wa mtihani wa kitaifa. Juu utakundua kwamba Al-Shabaab hawajafanya any attack during the KCSE time na KCPE. Kwa sababu gani? Mashule zote zilikuwa na askari, kwa sababu ile mtihani ilikuwa inalindwa vilivyo. Sasa ningependa kuomba watu waiangazie ama waiangalie kwa mtazamo mwingine hiyo mambo ya ulinzi ya walimu. Hizi pendekezo zote singependa vile ule mkubwa wa ile union nyingine vile alirabish tu kwamba hiyo haiwezekani. Inafaa iangaliwe kwa undani. Mimi ni tofautiana na mwenzangu kwa jambo la sisi tupewa bunduki. Mtu kama mimi hata nikisikia hii sauti saa hii ya bunduki tu nitatoroka hapa. Mimi mtu kama mimi. Jambo lingine, kuna walimu wanawake ambao wako na watoto shuleni. Na huyo mtoto akisikia mlio wa risasi, utakuwa umefanyaje huyo mtoto? Kwa hivyo unataka kuniambia mimi nafanya kazi ya kufunza, tena nafanya kazi ya kujilinda. Kwa hivyo unataka nini? Solution gani? Suluhu yako unaona ni nini tunapofunga? Mimi tunapofunga Subeda, ningependa haswa sana kuomba hata rais aingilie haya maneno. Na TSC iangalie haya maneno vizuri. Sisi tunataka tuondolewe mahali ambapo hakuna security, na tupelekwe tufanye kazi mahali ambapo tunafanya kazi kama wafanyakazi wengine. Kipruto, ukifunga msipoondelewa. Okay, sasa kwa sababu wiki 2 zikipita mnastahili kurudi kulingana na ile vile walitupea, hawajatuambia huenda mtaondolewa ama mtaondolewa. Bado walisema watatoa ile commission, watafanya uamuzi ambaye itaangalia maslahi yetu walimu ambao tunafanya kazi katika maeneo yale. Ningependa kusema mambo mawili kwa ufupi sana, muda umekwisha. Kwa ufupi sana kwamba sisi wale walimu ambao tumeathirika tunafaa tuondolewe. Tunaungana mkono na yeye kwamba tuondolewe, lakini tuangalie wale wengine ambao wataenda katika maeneo yale wapewe hiyo ya 24 hour security. Juu wale tutatoka juu kuna wenye walikuwa shatoka na sisi tukaingia. Pia ile muda wa kufanya kazi katika maeneo yale yaifupishwe sana. Ikiwezekana ikuwe mwaka 2, kwa sababu ile risk ambayo unaenda through for 5 years, it is very long. That is why contract inasema miaka 3 na nyinyi mshamaliza miaka 3, sio? Lakini walikuja wakaleta, kuna wale viongozi
wa maeneo yale walikuja wakasema hii mambo ya kuleta mwalimu 3 years na kurudi, wanatuajia walimu ambao pengine hawana ile experience ya kutosha. Wacha nikwambie kitu nikimalizia tu. Walimu kusema ukweli wameathirika. Na sioni walimu ambapo wenye watarudi Northeastern. Sana sisi ambao sahii tuko hii likizo ya compassionate. Tuko na uamuzi moja whether nati iko pamoja nazi ama KUPPET, lakini sisi tumeunda muungano wetu wa kulinda maisha yetu kwa sababu our lives is more important than anything. Afadhali kazi ishi. Nimeshindwa la kusema haya kwa sababu mmesema mambo ambayo ni mazito sana. Mmeamua kwamba hamrudi, afadhali kazi ishe. Haya, asanteni sana. Tunasubiri kusikia mwelekeo utakaotolewa na TSC kuhusu swala hili kwa sababu wao wamesema usalama wao ndio kitu cha kwanza, kitu muhimu zaidi. Tumekuwa naye Patrick Kipruto ambaye ni mwalimu katika shule ya sekondari ya Bura na Wilbert Wanyonyi ambaye pia ni mwalimu katika maeneo yale ya Fafi Girls Boarding Primary. Shukrani sana kwa muda wenu. Muda sio kwa mrefu narudi na awamu ya pili ya taarifa za Dira ya Wiki na kusihi usiondoke.